Je, kuna yeyote hapa ambaye anaweza kuwa na pingamizi ama katazo kwamba hawa wawili hawawezi kuunganika kwa pamoja katika unganiko la kimwili? Basi sasa atangaze, ama milele abaki na amani yake milele, kwa amani kabisa. Pole. Ebu acha kulia. Nyamaza mwanangu. Kumbuka hiyo hali yako. Wewe ni mjamzito. Ebu tulia. Ebu jaribu kufikiria mtoto wako. Kwa hiyo tulia. Alinionya sana. Nimejifanyia nini mimi mwenyewe? Nilishakuonya lakini haukutaka kunisikia. Kwa hiyo basi acha kulia. Najua unaumia. Tulia. Jikaze. Basi wewe usikilize watu wazima, kwa sababu wanaona siku za usoni. Tulia basi mwanangu. Haya. Sawa. Acha kulia mwanangu. Nilikwambia lakini acha kulia mwanangu. Haya yote yameshatokea. Sisi tunaona ya mbele. Nilifurahi pale niliposikia mwanangu amepata ujauzito. Lakini yote na yote mwanangu, nyamaza kulia. Jikaze. Kwa nini mnajitahidi kunifanyia mambo mengi magumu? Kivipi? Sawa, jambo ni kwamba hata sijui ni kwa nini hamwezi kumkubali Lindiwe aweze kushirikiana na mimi. Kwa nini? Shadi, unaota ndoto za mchana. Sisi kamwe hatutokaa tukamkubali Lindiwe kamwe, na hawezi akawa katika hili shamba. Lakini hebu niambie Tamara, kwa nini? Kwa nini imekuwa ni ngumu sana nyie kukubali? Kwa nini? Shadi, hivi ulishawahi kukaa na kujiuliza hili swali, au tuseme haya maswali, kwamba Lindiwe amesoma, ameajiriwa kazi nzuri, ana pesa yake nzuri, ni kwa nini akubali kuolewa na mwanaume mwenye wake 7? Hilo ni swali zuri sana. Kwa ufupi ni kwamba ameingia kwenye mapenzi na mimi. Yeye amenipenda mimi. Nguzu, wala hata usijidanganye. Mimi siwezi nikasema ni upendo eti wakati umetapeli watu ili uingie kwenye ndoa. Ni uongo. Kutapeli? Kutapeli? Ninahitaji majibu. Usijali kuhusu mimi. Nilichokuwa nakisema hamna haja ya kuaminisha watu. Tamara, ufanye haki. Sisi wote hapa ili yeye aweze kuolewa, ndio ninachokisema.